Manyara pia anaimba. Karibu baba, karibu sana. Tunge Bwana magofi ya shangwe. Karibu sana. Nakushukuru mtakatifu na kulibariki jina lako. Nisaidie, niongoze, nitumie. Nitumie mimi kama chombo. Heshima ndio kitu chote bora. Sifa ni kwako mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo. Ninakabidhi mkutano huu wote mikononi mwako. Tunapoanza mpaka tukamaliza, Bwana akasimama pamoja nasi katika jina la Yesu. Nakushukuru. Amen. Amen. Tunapotaka kujenga uchumi imara, kuna majengo mengi. Hapa naangalia ujenzi unaendelea hapa, kuna nondo. Lakini jengo litakapoisha, huwezi kulizoea na nondo. Lakini wakati wa ujenzi mwanzoni zilikuwepo nondo. Kwa hiyo ndugu zangu, kuna vitu vingi ambavyo tutaviona. Vitu vingine unaweza kusema bwana anazungumzia hiki, ndio kinasaidia kujenga uchumi imara. Amen watu wa Mungu. Amen. Mimi ni mtumishi wa Mungu na present issues ambazo ni za kiroho, ambazo hapo baadaye tutatoa hesabu. Biblia katika kitabu cha Wakorintho kimezungumza kwamba kazi za watu zitapimwa. Tuko na measurement. Na kipimo hicho hataki kutumia mizani. Amesema zitapimwa kama kwa moto. Zitapimwa kama kwa moto. Zikipimwa na moto, kama uweka mabua unakulia majivu. Ukiweka chuma kitaiva kitang'aa. Hata kama kilikuwa na kutu itaondoka. Ukiweka dhahabu itang'aa zaidi. Kwa sababu purifier ya madini, purifier ya kitu chochote chenye thamani ni moto. Sasa sisi kama watu tuliokoka, sisi ni moto hapa tulipo. Na kwa sababu sisi ni moto, kazi zetu zitapimwa kwa moto vile vile. Uchumi. Somo hili linahusiana na kujenga uchumi imara kwa watu wa Mungu. Na leo ni specific kwa ajili ya wanaume wa section ya Ukonga. Sasa tunajaribu kuangalia hapa definition zingine unaweza kwenda kuzitafuta mwenyewe. Tunasema uchumi ni jumla ya shughuli zote za binadamu zinazolenga kutosheleza mahitaji yake. Tunaishi maisha ya kimwili na maisha ya kiroho. Ndio maana hapa tumevaa pana rangi tofauti tofauti. Kuna wengine wamevaa suti, wengine hawajavaa suti. Wengine wamevaa viatu, wengine wamevaa buti. Gambuti, jamaa amevaa gambuti, mwingine amevaa raba na nini. Tunaishi maisha haya ya kawaida duniani. Makosa yanaendelea kuwa mengi sana. Ufisadi unakuwa mwingi sana kwa sababu watu wanafikiria maisha ya kimwili tu. Hawana nafasi ya kufikiria maisha ya baadaye ya kiroho. Biblia inaonyesha kwamba sisi ni wapitaji na wasafiri. Mpitaji na msafiri anakuwa mwangalifu. Hapa unajua kuna watu mmesoma, umeenda nje wapi nini na nini. Wewe unafika airport, unaanza kutengeneza mafiga ya kupigia nini, unaweka na kitanda pale airport, unasema hapa pakubwa sana. Pananifaa panaendelea kukaa. Inawezekana hivi? Hapa pazuri sana, panatoka kizuri na nini basi hapa. Kwa hiyo niendelee kukaa. Haiwezekani kwa sababu wewe ni msafiri na mpitaji. Unaenda chooni na kabegi kako. Unaenda huko na kabegi kako. Utaacha kwa sababu wewe ni mpitaji na msafiri. Sisi hapa duniani ni wasafiri. Lakini tunaposafiri, mtu anayesafiri huwa anakula. Hawezi kukaa. Mtu anayesafiri anabadilisha nguo. Ndio maana vile people kuna change room na nini unaingia pale hapo unaenda kubadilisha nguo zako na nguo zingine. Zile unazitunza kwa ajili ya kuzifua kule utakokuwa umefika. Kwa hiyo hata vile vile mambo ya kiuchumi tunahitaji tushiriki. Nilikuwa naangalia juzi matajiri 10 hapa Tanzania. Sikumuona mlokole hata mmoja. Matajiri 10. Na kwa sababu sisi ile nafasi tumekataa. Tumesema na style fulani na style fulani na style fulani. Wale miti sihitaji hata kuwataja. Tanzania tumekataa. Lakini Biblia inasema mali na fedha ni mali ya Mungu. Sasa kwa nini unakuwa nazo watu wengi? Na ndio maana mimi nikadiketisha chini, nikaanza kuitazama. Kwa kona, unajua sita, ukiangalia ukitazama hivi sita, unaiona kama 9. Lakini ukigeuka ukiangalia hivi, utaiona kama 6. That's life. Unajua tunaweza tukaona life inaenda vizuri tu, ni 6 ya kawaida, kumbe ni 9. Kuna deficiency kubwa sana kwa watu wa Mungu. Tunamtizama Paulo na Sila walipokuwa na hubiri injili kwa ujasiri. Wakaonekana kwamba wao ni wapotoshaji. Wakachukuliwa Paulo na Sila, wakahojiwa vibaya bila adabu, wakahojiwa na watu ambao hawamjui Mungu. Wakautandika ili waone reaction.
wakawachukua, wakaenda nao sokoni, wakaona mmoja ashe, wakawavua nguo. Mungu huwa hasubiri kutoa baraka. Ndugu zangu niwaambie, Mungu huwa hasubiri. Anaangalia una substance gani ulio nao sasa hiyo. Hapo natenda hapa. Musa alipofika kwenye bahari ya Shafa, watu wakaona huko milima huko bahari, huko na huko milima, nyuma kuna madui. Wasema tumekuja kuangamia tena. Wakasema maneno mengi ambayo sitaki nirudie. Musa anamwambia Mungu wake, Mungu tumekuwa hapa. Atauliza na nini mkononi? Kile tunacho kule mkononi cha kwanza ndio kitatusaidia. Amen watu wa Mungu. Amen. Wanafunzi wakataka assurance. Soma katika Marko. Wao wanataka wajithibitishie, wao na uhakika kumfuata Yesu. Wakisema tukikufuata wewe tunapata nini? Unajua sisi watu wengine wanafuata tu. Wanafuata. Hajui atapata nini, anafuata. Anaenda tu. Kumbe wengine wanaenda kukutana na shimo, wanaenda kutumbizwa kule shimoni. Sasa wakasema, hebu tuambie Yesu, tukikufuata tutapata nini? Akasema ndugu zangu, hapa duniani mara ngapi? Sema ni jamani, mara ngapi? Mara 100. Hiki kitu msipokitaja kipo. Mara 100. Sasa mara 100 ya nini? Maana if something times 100. Ndio hesabu zinapokwenda. Mara 100. Ukiona sifuri mara 100 unapata ngapi? Ni hesabu simple mathematics. Hesabu rahisi, simple mathematics. Sio advanced mathematics. Elementary, yani hesabu za chini. You learn something. Maana ukiwa na 1000, yeye anazidisha mara 100. Hiyo ndio result apata pale. Kuna wengine nasema mbona anapata gani nyingi? Alitoa nyingi. Na Biblia inasema aliyesamehewa pakubwa ndio anapenda pakubwa. Nothing goes for nothing. Wanasheria wapo hapo. Kweli proko. Nothing goes for nothing. Hakuna maji yanapanda mlima, labda yawe na pampu. Ukipampu kule yatapanda mlima. Lakini sema maji yenyewe yaanze yatoke baharini yaanze kwenda Morogoro. Yapandishe mlima. Haiwezekani. Lazima utengenezee mfereji. Uchumi unahusu uzalishaji mali. Uchumi unahusu moja kwa moja na shughuli mbalimbali ambazo ni za viwanda, utalii, utaalamu na huduma zake zingine na mengine mengi ambayo wanafanya. Habari ya kusikia sauti ya Bwana Mungu kwa bidii na kufuata maagizo aliyotuagiza hivi leo. Kuna maagizo yake Mungu anatuagiza. Ni moja hapo nimelizungumza. Inasema give, it shall be given to you in good measure, pressing down and running off. You don't give them, utakuwa mkopaji. Biblia inasema mtakopesha nyinyi, wala mtakopa. Hapa kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako. Kwa maongeo ya kuja sasa wewe mtu hana hata kabuku kamoja. Sasa Mungu atakubariki. Kuna watu kiuliza yai umekula kwa mara mwisho lini? Hajui, akumbuki. Hawezi kukumbuka. Na ukimpa kuku, kumtengenezea kuku vizuri, atakula mpaka mifupa. Anachapa mpaka mifupa maana amechance kupata kuku. Kwa sababu kumla kuku sio option. Ila ni kupasa. Kwa sababu siku ile kuna chance ya kupata kuku basi kwa yake ni lazima amen. Amen watu Mungu. Amen. Kwa hiyo ili tubarikiwe mjini, ili tubarikiwe mashambani, ni lazima tuzijue hizo kanuni za Mungu na hizo dini ndizo ambazo utazifundisha. Kujenga uchumi mama. La kwanza ni ahadi ya Bwana. Yesu alisema mtapata mara 100. Sasa ili tupate mara 100 lazima tuanze kuzalisha kitu cha mara 100. Tuwe na kitu. Yesu ni namba 1. Na ndio maana zamani tulikuwa tunasema Yesu ni namba 1, ni namba 1. Vingine ni sifuri. Ukioa mke ni sifuri. Ukijenga nyumba ni sifuri. Ukinunua gari ni sifuri. Ukipata shamba ni sifuri. Ila Yesu ni namba 1. Kwa hiyo ukipata Yesu ukaweka namba 1 ukiweka pale. Ukaja kajenga nyumba inakuwa ni sifuri, unaweka mbele ya moja inakuwa ngapi? Inakuwa 10. Unaoa unaweka pale zile hiyo inakuwa ngapi? 100. Unapata shamba unaweka pale. Shule unapata degree na nini. Kwamba sifuri mpaka watu wengine wana bilioni. Yaani hiyo bilioni maana yake ni extent and magnitude of the blessings ambazo mtu anakuwa kuzipata. Lakini namba 1 Yesu. Shopata namba 1 ndio akasema sifuri za Mungu msema kweli. Sasa pale kwa nini anasema namba 1? Kwa sababu yeye vile ni 100%. Ni 100%. Ukisoma kitabu cha Ufunuo anasema na yajua matendo yako. Kwamba wewe sio moto wala sio baridi na kujua. Na kwa sababu wewe ni vuguvugu nitakupiga utoke katika kile chako. Nini? Anahitaji perfection. Yaani Mungu anahitaji ukamilifu. Ukiwa upande wake, useme niko upande wake. Kwa hiyo atabaki kunyeshia maana ukipigwa na nini? Tunaona akina Stefano waliuawa kwa sababu waliamua kwa upande. Na Paulo na Sila
walikaa kule gerezani kwa sababu waliamua kwa upande wake. Na ndio maana usiku ule Mungu hakusubiri asubuhi. Gereza likatikisika, katikisa, vifungo vikafunguka na kila kitu kikawa wazi. Mpaka wale jamaa kataka kujirudi wakasema no, don't harm yourself. Sisi wote tuko hapa. Nifanye nini ili niokoke? Hawakumwambia, hawakuanza kumhubiria, lakini alichokiona kilifanya mtu aanze kutaka kudai wokovu. Nifanye nini ili niokoke? Wakisema mwamini Bwana Yesu nao utaokoka pamoja na nyumba yako. Leo ndio maana mimi subiri. Twende, akaenda akawasha mapigo yao, akaokoka, akabatizwa pamoja na watu wa nyumbani mwake. Huo ndio utayari ambao unatakiwa. Kitu ambacho kinawezekana leo tunataka kifanyike leo. Insight ambayo utaipata leo kwa akili yako psychically unatakiwa leo. Wanaume, hakuna mtu ambaye hapendi kudharauliwa kama mwanaume. Mke wako akikwambia hivi, na wewe kwenye idadi ya wanaume na wewe ni mwanaume. Wewe umeelewa? Sasa tapili, uchumi ni maisha. Unaona, kujenga uchumi imara ni maisha. That's life. Life inataka mtu uishi kwa viwango standard. Meza, ukikaa pale mezani, sio meza eti umepata ugali na malai unasema nimekula chakula. Wewe umeganga njaa. Umeganga njaa. Kwa sababu maragi sio mboga. Maragi sio mboga. Sio mboga tuseme. Nikwambia ati maragi ni mboga. Maragi sio mboga. Ndio maana waliokatisha wenda huko wamesafiri huko kwa juu. Unahitaji chicken rice. Chicken? Kwa nini umetangulia chicken? Beef rice. Chicken chips. Sisi huku tunaanza na chips chicken. Ndio maana kwa bongo unakuwa mzito. Thank you. Kwa sababu namna unapokula inafanya ubongo uwe mzito. Na kuna wengine hapa tunaweza tukawa hukumu tu. Kumbe ni manner of eating, kind of eating. Kuna watu hawani maziwa. Maziwa yanaongeza uwezo wa kufikiri. Uchumi imara ni maisha. Na tukitaka tupate watumishi wazuri, ni lazima wajengeke afya vizuri. Unajengaje afya wakati life yako ni ya tia maji? Unakuwa ngumu. Uchumi ni nguvu ya maamuzi. Jambo la tatu. Ukitaka kudecide unataka kufanya kitu chochote, lazima ujenge uchumi imara. Kwa sababu katika kujenga uchumi imara lazima uwe na afya bora. Uweze tunaumwa, yaani kila kitu hapa watu wanaumwa hapa na nini alafu nasema najenga uchumi imara. Najenga uchumi gani? You will never do that. Amen. Kwa hiyo uchumi imara ni nguvu ya maamuzi. Unajua, unapomshuhudia mtu anakutazama kwanza, anaangalia juu mpaka chini. Mtu amechoka. Kuna baadhi ya watu wako vizuri. Sasa naona wewe kama umechoka vile. Sasa ili kumuondoa kwenye eneo hili, lazima na wewe udemonstrate. Uchumi kujenga historia. Uchumi unajenga nini? Historia. Tunaposema ni nguvu ya maamuzi. Nikiuliza hapa wangapi wamepanda ndege? Wamepanda ndege na wachungaji wamepanda sana. Wangapi wamepanda ndege? Wangapi hawajapanda ndege? Yes. Sasa hawa watu ni wengi mchungaji. Ninaomba ufanye mapinduzi mwaka kesho kila mmoja wao ameshapanda ndege. Kwa tunasema uchumi imara ni nguvu ya maamuzi. Tunasema leo napanda ndege. Wale watu wa Kilimanjaro panda ndege kwenda Kilimanjaro. Watu wa Dodoma panda ndege kwenda Kilimanjaro. Mbeya hivyo panda, Mwanza panda, Kigoma kote huko sasa kuna ndege. Shinyanga kuna ndege. Panda, ondoa wale nani? Nuksi ya kupanda ndege. Lakini utatoa kupitia standard imara ya kujenga uchumi wako.